Nisikilize kwa makini, nikwambie kitu kimoja. Watu wengi wanaweza kujikuta wanashindwa kulisi ufalme wa Mungu na wanaachwa katika unyakuo kwa sababu ni Wakristo, wakizani kwamba kuwa Mkristo ndio kwenda mbinguni. Biblia haijasema hivyo. Biblia imetoa maagizo mazuri na Yesu Kristo alitoa maelekezo mazuri akisema kwamba sio kila mtu aniitaye Bwana Bwana atakayeulisi ufalme wa mbinguni. Hapana. Ila Biblia ikatuambia kwamba tafuteni kuwa na amani na watu wote na huu utakatifu ambao hakuna mtu atamwona Mungu asipokuwa nao. Cha kwanza kabisa kumwona Mungu na kuingia katika ufalme wa Mungu ni utakatifu. Kwa hiyo watu wengi watajikuta wanabaki kwa sababu wanaamini kwamba ukiwa Mkristo unaenda mbinguni. Hapana. Watu wengi wanaamini kwamba ukishazaliwa kwenye familia ya Kikristo basi wewe mbinguni ni tayari. Hapana. Kufanya hivyo ni kuamini kwamba wewe utaenda mbinguni kupitia mgongo wa wazazi wako, au kwa sababu ni mtoto wa mchungaji haina haja ya kuokoka. Ukiamini kwamba kwa sababu babako ni mchungaji basi utaenda mbinguni, ndugu yangu, utabaki. Biblia imeweka wazi kwamba mkiamini na kubatizwa mtaokoka. Kwa lazima uchukue hatua ya kuamini, hajalishi babako ni mchungaji au sio mchungaji. Mchungaji ni mchungaji, yani baba yako ni baba yako, wewe ni wewe. Kila mtu inabidi achukue hatua ya kuamini kivyake, kibinafsi. Umkiri Yesu kwa kinywa chako na kwa moyo wako uamini, ubatizo upate wokovu. Maana kwa moyo mtu uamini na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Utakatifu ndio utakao kufanya wewe muone Mungu. Kwa hiyo hatutaenda mbinguni kwa sababu sisi ni Wakristo. Maana hata Yesu mwenyewe amesema sio kila aniitaye Bwana atakayeurithi ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo kuna watu wanaamini kwamba kwa sababu ni Wakristo wanasema Bwana Yesu asifiwe kwamba wataurithi ufalme wa mbinguni. Utaurithi ufalme wa mbinguni ikiwa tu utafuata maelekezo ambayo Bwana Yesu Kristo aliyatoa kwamba tuishi utakatifu kwa sababu huu ndo tiketi ya kumwona Mungu, tuamini, tumkiri, tupate wokovu. Kwa hiyo kinyume na hapo hauwezi kupata wokovu, hauwezi kuwa mtakatifu usipofuata maelekezo. Haimaanishi mimi kuzaliwa kwenye familia ya Kikristo, haijalishi mimi kuzaliwa katika familia waliokoka basi mimi tayari nimeenda mbinguni moja kwa moja. Hapana. Lazima uchukue hatua ya kibinafsi wewe kama wewe kwa wakati wako, muamini Yesu kwa binafsi yako, sio kwa binafsi ya wazazi au sio kwa mgongo wa wazazi au sio kwa mgongo wa babako ni mchungaji kwamba wewe utaenda mbinguni. Watu wengi wanaweza kujikuta, Wakristo wengi wanaweza kujikuta wakibaki katika unyakuo wakizani kwamba kwa Mkristo tayari umeenda mbinguni, yani kwamba Yesu Kristo alimaliza kila kitu msalabani, basi wewe huna wajibu wa kuamini na kuokoka. Ili uende mbinguni lazima uamini kazi ya Yesu Kristo pale msalabani, ndio hiyo kumwamini na kumkiri hapo uishi maisha matakatifu. Haimaanishi Yesu kusema imekwisha msalabani kwamba wewe ukizaliwa Mkristo basi imeisha hapo hapo, utabaki. Lazima ufuate taratibu. Biblia imetoa maelekezo mazuri kwamba unapoamini na unapobatizwa basi wewe moja kwa moja umepata wokovu. Asilimia watu wengi hicho kitu wanakipuuza, hicho kitu wanakidharau. Hakuna dini, hakuna dhehebu litakalompeleka mtu mbinguni. Mchungaji wako atakupeleka mbinguni, kanisa lako litakupeleka mbinguni. Kanisa lako halitakunyakua, dini yako haitakunyakua, wala dhehebu lako halitakunyakua. Watakaonyakuliwa ni watakatifu wote wa Kristo walioishi maisha matakatifu, waliomwamini na kumkiri Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wakapata wokovu. Ndio maana Yesu akasema sio kila mtu aniitaye Bwana Bwana atakayeurithi ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo ili kuurithi ufalme wa mbinguni haipo tu kumwambia Yesu yeye ni Bwana, ipo katika kumwamini yeye, kumkiri na kuishi maisha matakatifu walioyaamuru. Hayo ndio atakao kufanya wewe uurithi ufalme wa mbinguni. Hatutaurithi ufalme wa mbinguni kwa sababu sisi ni Wakristo. Tutaurithi ufalme wa mbinguni kwa sababu tunayafanya ya Kristo aliyotuagiza. Ndio tutaka tufanya tuurithi ufalme wa mbinguni. Hatutaenda mbinguni kwa sababu sisi ni Wakristo. Tutaenda mbinguni kwa sababu tumeifanya maagizo ya Kristo aliyotuagiza tuyafanye na tukayatimiza. Hayo ndio tutakao tufanya twende mbinguni. Kwa hiyo tuwe makini hilo jambo lisije katokea, au huo unyakuo usije ukatokea kiwa katika hali ya kuzani ya kwamba tusipomwamini Yesu Kristo wala kubatizwa kwa sababu sisi ni Wakristo kwamba tutaenda. Hakuna kitu kama hiko. Yaani wewe unapomkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana yake unasajiliwa katika ufalme wa Mungu. Maana yake umeiakana ya dunia, umeukana ulimwengu huu, umeamua kujisajili katika ulimwengu wa nuru, umeamua kwenda kwa Mungu moja kwa moja. Ndio maana umeamua kumkiri na kumpokea na kumwamini. Ndio maana Yesu akasema kwamba kila atakayenikiri mbele za wanadamu na yeye Yesu atamkiri mbele za Baba na malaika. Kwa hiyo kukiri ni lazima.
Usipomkiri Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, hata yeye mwenyewe hawezi akakukiri. Kwa hiyo watu wengi wanaamini kwamba kito kuokoka kwa sababu wewe ni Mkristo ni tiketi kwenda mbinguni. Yesu anasema ukinikiri mbele za wanadamu na hata kukiri mbele za Baba. Kwa hiyo ili Yesu akukiri mbinguni na lazima umkiri hapa duniani mbele za watu. Lazima watu wajue kwamba umeokoka, lazima watu wajue kwamba unaishi maisha matakatifu. Kwa hiyo lazima na umkiri, hakuna kuokoka kimya kimya. Kwa nini uokoke kimya kimya? Uokoke siri, lazima uokoke mbele ya hadhara watu tuone kweli umeokoka. Na maana Yesu akasema ukinikiri mbele za watu na mimi nitakukiri mbele za Baba. Kwa hiyo kazi ni kwako. Nimekufikishia ujumbe huu ili ujitafakari njia zako.